ambao umetupa. Asante Mungu kwa sababu ya kuona siku hii, na zaidi yote tunaikabidhi ibada hii mikononi mwako. Tuanze tukiwa ndani yako na tumalize tukiwa ndani yako, kwa Kristo Bwana wetu. Amen. Tutaanza ibada yetu kwa taratibu ya vitabu vyetu vya sala, ukurasa wa kwanza. Bwana Yesu akae nanyi. Akawe nawe pia. Tumekusanyika hapa kwa nguvu za Roho Mtakatifu, tulisifu jina takatifu la Bwana Yesu na kusikia neno lake. Tumekuja tushirikiane habari njema za utukufu na neema zake, pia kuombea mahitaji yetu na ya wanaoteseka kote duniani. Kadhalika tufurahi katika pendo na amani yake. Tuaridhi wa baraka za Mungu. Waridhi pamoja na mwana wa Mungu. Ukurasa wa 3 hapo juu. Njoni tupande mlima wa Mwenyezi Mungu, apate kutufundisha njia zake, nasi tuishi kadri ya mwongozo wake. Anachotaka Mwenyezi Mungu kwako ni hiki: kutenda mambo ya haki, kupenda, kuwa na huruma na kuishi kwa unyenyekevu na Mungu wako. Heri ninyi mnaolia sasa, maana baadaye mtacheka kwa furaha. Nitarudi kwa baba yangu na kumwambia, Baba, nimekosa Mungu na nimekukosea wewe pia, sistahili kuitwa mwanao. Ukurasa wa 4. Tukisema kwamba hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe na ukweli haumo ndani yetu. Lakini tukiziungama dhambi zetu kwa toba na tumaini, Mungu ni mwaminifu na wa haki, naye atatusamehe dhambi zetu na kututakaza uovu wote. Kwa hiyo na tuungame mbele za Baba yetu wa mbinguni. Tuketi tuseme sisi sote hiyo sala. Baba uishie milele, Mungu wa wazazi wetu wa kale, mbele zako vitu vyote vyatetemeka, bali kupitia kwa mwanao twakaribia kiti chako cha enzi. Tumeasi na kukataa kutenda mema, mioyo yetu imelemewa na dhambi. Turehemu ee Bwana, usitusabie makosa yetu, tujalie furaha ya msamaha, na utuangazie mioyoni mwetu tukufu wa yeye aliyekufa na kufufuka kwa ajili yetu, Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Article 5. Baba mwenye rehema, utujalie msamaha wa dhambi zetu na amani, tuwe huru kukutumikia kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Wamebarikiwa wakao nyumbani mwako e Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Utukufu uwe kwa Baba aliye asili ya vitu vyote. Utukufu kwa Mwana aliyefanyika Mwanadamu. Utukufu uwe kwa Roho Mtakatifu mwenye kutuishia, Bwana Mungu wetu milele. Haleluya. Wimbo wa jubilati. Nilifurahi waliponiambia, nilifurahi waliponiambia, nilifurahi waliponiambia, twendeni nyumbani mwa Baba. Nilifurahi waliponiambia, haleluya. Nilifurahi waliponiambia, nilifurahi waliponiambia, twendeni nyumbani mwa Baba. Twendeni, 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 twendeni nyumbani kwa Baba. Twendeni, 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 twendeni nyumbani kwa Baba. Tuketi kwa somo. Tuketi kwa somo. Somo zetu la kwanza linapatikana katika Zaburi 78 kutoka mstari wa 5 hadi wa 7. Nitaanza kusoma. Maana
alikaza ushuhuda katika Yakobo, na sheria aliweka katika Israeli, aliyowaamuru baba zetu wawajulishe wana wao, ili kizazi kingine wawe na habari, ndiyo hao wana watakaozaliwa. Wasimame na kuwaambia wana wao, wamwekee Mungu tumaini lao, wala wasiyasahau matendo ya Mungu, bali wazishike amri zake. Huo ndio mwisho wa neno la kwanza, na Bwana Mungu walibariki. Asanteni. Tumshukuru Mungu. Tutasimama kwa wimbo namba 5, stanza ya kwanza na chorus. Roho yangu iwe ima. Bwana Mungu nashangaa. Page 9. Page 9 kwaya tutongoze. Roho ya Bwana Mungu nashangaa kabisa. Bwana Mungu nashangaa kabisa, nikitazama jinsi ulivyo mo vitu vyote pia viumbavyo kwa uwezo wako. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Nikitembea pote duniani, ndege huimba na wasikia, milima hupendeza macho sana, upepo nao unafurahia. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Tutaangalia vitabu vyetu vya sala, ukurasa 13. Tutaangalia msalaba. Tusimame. Ukurasa 13, imani ya mitume. Twasimama pamoja na Wakristo wa karne zote duniani kote kuikiri imani yetu kwa maneno ya imani. Sisi zote na muamini Mungu Baba mwenye enzi, Muumba mbingu na nchi, na Yesu Kristo mwana wake wa pekee, Bwana wetu, aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Mariamu, akateswa wakati ya utawala wa Pontio Pilato, akasulubiwa, akafa na akazikwa, akashuka kwa wafu. Siku ya tatu akafufuka kutoka kaburini, akapaa kwenda mbinguni, na sasa ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba mwenyezi. Kutoka huko atakuja tena kuwahukumu watu walio hai na waliokufa. Na muamini Roho Mtakatifu, na takatifu ulimwenguni kote, ushirika wa watakatifu, msamaha wa dhambi, ufufuo wa mwili na uzima wa milele. Amen. Bwana Yesu akae nanyi, akae nawe pia. Na tuombe. Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtapata, bisheni nanyi mtafunguliwa. Hallelujah.
Kwa ujasiri tuombe kama alivyotufundisha Mwokozi wetu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Tupe leo chakula chetu cha kila siku, tusamehe makosa yetu kama sisi tunavyosamehe waliotukosea, usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Ukurasa 16. E Bwana, utuonyeshe rehema zako, utupe wokovu wako. E Bwana, umuongoze rais wetu, umpe hekima na haki yako. Wahudumu wako wakutumikie kwa uaminifu, na wateule wako kwa furaha. Katika bonde la giza kuu, gongo lako na fimbo yako vyatulinda. Kama mti iliyo kando kando ya maji, tupe tunda la Roho wako Mtakatifu. Tujalie tuwe chumvi ya dunia na kama nuru ya ulimwengu. Sala hiyo ya kuomba amani, Article 23. Mungu mwenye enzi na uishie milele, Baba na mfalme wa amani, katika utulifu na kujirudi twaokolewa, katika ukimya na tumaini twapata nguvu. Utupe baraka za kutaka kuwa na maridhiano na amani na furaha ya kutafuta haki. Tuondolee mioni mwetu dhiki na taabu zote, uyafanye maisha yetu yashuhudie uzuri wa amani. Tunakuomba kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Sala ya kuomba neema sisi sote pamoja, Article 24. Mungu mwenye enzi, umekuwa mlinzi usiku kucha, utulinde mchana kuchwa, tuwe nuruni na mashahidi wa njia zako. Tuutafute ufalme wako kwanza, na tukuone katika kila mmoja wetu. Tuongoze katika njia za mwanao, na kutuelekeza kwenye mapito ya siku ya Bwana, kwa Kristo Bwana wetu. Amen. Sala ya kuombea taifa letu. Mungu mwenye enzi, utawalaye mataifa yote na kuiamrisha kama utakavyo, tunakuomba ubariki na kumwongoza rais wetu na viongozi wote wa taifa letu, ili siku zote watumie mamlaka uliokabidhi kwa ajili ya kuleta amani duniani na kwa wema, na kwa faida, heshima na ustawi wa taifa letu, kwa wema wa kanisa lako takatifu. Tuomba haya kwa Kristo Bwana wetu. Amen. Sala ya kuombea kanisa na wahudumu. Mungu mwenye enzi uishie milele, ambayo kwako pekee nguvu zote zatoka, wape roho ya neema na uzima maaskofu wetu na makasisi na masemasi na watu wote waliokabidhiwa. Wamiminie baraka yako kama umande, ili wakupendeze kwa kweli. Utujalie hayo, e Bwana, kwa ajili ya heshima ya mwombezi na mpatanishi wetu Yesu Kristo. Amen. Tutakimia pale, mtu utajiombea, ukumbuke taifa letu, familia zetu, na zaidi kijiji hiki cha Mwamto. Kimya chako akizuliki, uwepo wako ni furaha isiyo kifani. Watu wanapotafakari, twainua mbele zako na kuomba wapokee. Wape uzima wakati wa ugonjwa, uhai wakati wa mauti, nguvu wakati wa unyonge, mwanga wakati wa giza. Kwa miujiza yako unajitwika upungufu wao na unawashirikisha amani yako mbele yako. Amen. Sala ya Kristo mtakatifu, tushirikiane sisi zote pamoja. Mungu mwenye enzi, uliyetupa neema wakati huu, tushirikiane kuletea maombi yetu kwa moyo mmoja. Umeahidi ya kwamba watu wawili au watatu wakusanyikapo katika jina lako, utawapa mahitaji yao. Uyatimize sasa, ee Bwana, maombi ya watumishi wako kwa jinsi itakavyotufaa, ukitujalia tuijue kweli yako
katika ulimwengu huu na uzima wa milele katika zamani zijazo, kwa Kristo Bwana wetu. Amen. Amen. Kwa wakati huu sala yetu ya asubuhi imekoma hapo na injili ingali inaendelea. Tachukua fursa hii kukaribisha praise and worship waweze kutuimbia. Praise and worship. Karibuni. Let your living waters flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control in every situation that have troubles my mind. All my cares and burdens unto you, my Lord. Let your living waters flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control in every situation that has troubled my mind. All my cares and burdens unto you, I know. Jesus, Jesus, Jesus. Sing to Jesus, Jesus, sing to the Father, Abba, Father, unto the Spirit, Holy Let your living waters flow over my soul. Let the Holy Spirit come and take control in every situation that on my mind. All my cares and burdens unto you, I lost into Father, Abba, lost into the Spirit, Holy Spirit. Oh, still to Jesus, oh, call to Jesus, ametenda maajabu na siwezi kueleza, siwezi kueleza.
ametenda ajabu na siwezi kueleza, siwezi kueleza, siwezi kueleza. Amefanya maajabu na siwezi kueleza. Amefanya maajabu. Ameniokoa leo na siwezi kueleza. Siwezi kueleza, siwezi kueleza. Ameniokoa leo na siwezi kueleza. Amefanya maajabu. Ameniponya leo na siwezi kueleza. Siwezi kueleza, siwezi kueleza. Ameniponya leo na siwezi kueleza. Amefanya maajabu. Ametenda maajabu na siwezi kueleza. Baba, siwezi kueleza, siwezi kueleza. Amefanya maajabu na siwezi kueleza. Amefanya maajabu. Amenioponya leo na siwezi kueleza. Siwezi kueleza. Hawezi eleza matendo ambayo ametenda. Ameniponya leo na siwezi kueleza. ametenda maajabu. Na maajabu, Mwenyezi Mungu umetutendea mambo makubwa na makuu. Tunaliinua Jehova jina lako takatifu. Mwenyezi Mungu, pokea sifa na utukufu. Tunalitukuza jina lako Bwana, jina lililo kuu, jina lenye mamlaka, jina takatifu. Mwenyezi Mungu, pokea sifa zetu, pokea sifa na utukufu. Mungu, tunakuinua Bwana kwa sababu wastahili sifa Bwana, kwa sababu ni wewe peke yako, hakuna Mungu mwingine, sababu ni wewe tu unatupenda bila sababu yoyote. Tunakushukuru Mungu wa mbinguni, tunakuinulia mioyo yetu, tunakupa sifa zetu Bwana. Utusamehe dhambi zetu na maovu yetu, tupiganie na utushindanie, tuonekanie kila mmoja wetu Jehova. Sante Mungu, familia zetu twazileta mikononi mwako Jehova Mungu. Kijiji hiki tumekileta mikononi mwako. Tunaenda kinyume na wakuu wa giza hili, tunaenda kinyume na falme na mamlaka, tunaenda kinyume na mapepo wa machafu, tunaenda kinyume na adui katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba Bwana ufalme wako ushuke. Tunaomba Mwenyezi Mungu tupiganie. Tunaomba Mwenyezi Mungu tushindanie. Tunaomba Mungu wale ambao wana kazi utupatie kazi Bwana. Wale ambao Bwana wanaomba Mungu amani katika familia zao. Jehova Mungu, tunaomba amani. Walio wagonjwa Bwana, walio na wagonjwa Mungu wetu, tunaomba ukaweze kuwaponya katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba utuinukie Bwana, utubariki. Tunaomba Mungu tuonekanie kila mmoja wetu. Asante Mungu kwa sababu ya wema wako. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu wewe ni mwema. Tunakushukuru Bwana. Tunatafuta uso wako Mungu wa mbinguni. Tunaomba Baba utushindanie katika jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Tunaomba hata na kushukuru. Tuseme wote amen. 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 Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya.
amenitendea mema. Huyu Yesu amenitendea mema, mwema sana. Amenitendea mema. Baba, Huyu Yesu amenitendea mema. Mema sana. amenitendea mema. Huyu Yesu amenitendea mema, mema sana. Amenitendea mema. Huyu Yesu amenitendea mema. Mema sana. Ametutendea mema. Huyu Yesu ametutendea mema, mema sana. Amenitendea mema. Huyu Yesu amenitendea mema. Mema sana. Ametutendea mema. Maishani mwetu ametutendea mema, mema sana. Amenitendea mema. Huyu Yesu amenitendea mema. Mema sana. Maishani mwangu ninamwimbia amenitendea mema, mema sana. Amenitendea mema. Huyu Yesu amenitendea mema. Mema sana. Ninaimba, ninacheza, nikimwimbia amenitendea mema, mema sana. Amenitendea mema. Baba, Huyu Yesu amenitendea mema. Mema sana. na maishani mwangu ninamwimbia amenitendea mema, mema sana. Amenitendea mema. Mema Yesu amenitendea mema. Mema sana. Na amenitendea mema, mema sana. Amenitendea mema, mema sana. Amenitendea mema. Huyu Yesu amenitendea mema. Mema sana. Na amenitendea mema. Huyu Yesu amenitendea mema, mema sana. Amenitendea mema. Aha. Huyu Yesu amenitendea mema. Mema sana. Na naimba, ninacheka, nikimwimbia amenitendea mema, mema sana. Amenitendea mema. Huyu Yesu amenitendea mema. Mema sana. Maishani mwangu ninamwimbia amenitendea mema, mema sana. Amenitendea mema. Huyu Yesu amenitendea mema. Mema sana. Na ametutendea mema. Huyu Yesu ametutendea mema, mema sana. Amenitendea mema. Baba, Huyu Yesu amenitendea mema. Mema sana. na ametutendea mema. Huyu Yesu ametutendea mema, mema sana. Amenitendea mema. Cheza. Huyu Cheza. Yesu amenitendea Cheza. mema. Cheza. Mema sana. Cheza, 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 cheza. Nitamwimbia Bwana kwa kuwa yeye ameniona. 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 Baba ameniona, 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 ameniona.
uteuzi wangu na Yesu. Mimi napenda uishi kwangu na Yesu. Mimi napenda kuishi ndani ya Yesu. Baba, mimi napenda kuishi ndani ya Yesu. Mimi napenda maisha yangu na Yesu. Mimi napenda maisha yangu na Yesu. Mimi napenda kuishi ndani ya Yesu. Mimi napenda kuishi ndani ya Yesu. Mimi napenda maisha yangu na Yesu. Mimi napenda maisha yangu na Yesu. Mimi napenda maisha yangu na Yesu. Mimi napenda kuishi ndani ya Yesu. Mimi napenda werefu wangu na Yesu. Mimi napenda werefu wangu na Yesu. Mimi napenda kuishi ndani ya Yesu. Mimi napenda kuishi ndani ya Yesu. Mimi napenda ufupi wangu na Yesu. Mimi napenda ufupi wangu na Yesu. Mimi napenda kuishi ndani ya Yesu. Mimi napenda kuishi ndani ya Yesu. Mimi napenda wembamba wangu na Yesu. Mimi napenda wembamba wangu na Yesu. Mimi napenda kuishi ndani ya Yesu. Baba, mimi napenda kuishi ndani ya Yesu. Mimi napenda kukaa ndani ya Yesu. Mimi napenda kukaa kwangu na Yesu. Mimi napenda kuishi ndani ya Yesu. Mimi napenda kuishi ndani ya Yesu. Mimi napenda. Tuwapigie makofi jamani. Wakati wa kutoa tithe, wakati wa kutoa tithe. Wimbo kwaya. Tithe. Number 108, 108. Pia aminiti njia pekee ni ya furaha kwa Yesu. Amini ukati giza sina kwangu, wala hata wingu. Yeye mara huviondoa woga, wasiwasi, sononeko huondoka ukiamini na kutii. Aminiti njia pekee ni ya furaha kwa Yesu. Amini ukati. Tuombe. Mungu Baba mwenye enzi, twakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu wetu, hutujali, hutupa, hauachi tukose. Mungu wa neema, asanti kwa sababu ya matoleo ambayo umeletwa mbele yako, kifungu cha 10. Wapendwa wana wako wamekaribia katika meza yako Baba, wakikuja kukutukuza kwa kutoa kifungu cha 10. Twaomba upokee na roho zao Baba. Twaomba baraka zako ziendelee kuonekana katika maisha yao, waendelee kukushukuru na kukutumikia zaidi na zaidi,
na uendelee Baba kuwazingira kutokana na maovu yote ya muovu Shetani. Twaomba ya kwamba wakaweze kufurahia maisha yao, kufurahia kazi za mikono yao, kufurahia hata jamii ambao uliowapa, kufurahia maisha katika Kristo. Hiki ambacho kifungu ameleta twakibarikisha katika madhabahu mwako, tukiomba ya kwamba utakitakasa na pia kitaweza kutumika kwa kuendelesha kazi yako. Na twaomba haya kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Sijui kama kuna wale wangetaka kushukuru Mungu kwa sababu ya labda ni birthday ama kitu ingine yoyote, pia wanaweza kufanya hivyo. Sema ya kwamba tutasherekea birthday baada ya miezi mitatu, lakini kukiwa na mtu ambaye anataka kushukuru Mungu kwa birthday mwezi ule ambao alizaliwa, anaweza kufanya hivyo after time ikitolewa. Kama hakuna, Mungu awabariki. Choir presentation.
Can we appreciate choir? Tuwapigie makofi jamani. Kwa wakati huu nimemwona mwenyekiti wa wazee kama, ningependa kumkaribisha aje hapa atuambie yale aliyo nayo kwa sasa. Karibu. Habari ya kanisa. Kwa majina naitwa James Maina, kwa wale wanaweza kuwa nijui jina, na nashukuru kusoma nanyi asubuhi ya leo, na naambia Mungu asanti kwa kuniwezesha hiyo. So sina mengi, ni kumuinform ama kumwasilisha ati hii wiki tumekuwa na wiki ya wazee, na kwa diocese ya Mount Kenya South huwa tunaita wiki ya kama ama Kenya Anglican Men Association, na tulianza Monday, although imekuwa na tashwishi hapa na pale juu ya ile mambo imekuwa ikiendelea kwa kijiji. Tumekuwa na mazishi mingi na mambo kama hiyo, lakini tumeweza kufanya mambo machache. Tumeweza, kama jana tulikuwa na kikundi ya vijana ama wazee, wengine ni wazee, wengine ni vijana wadogo, so tulikuwa na more than 100 men, na James can attest, wakiwa na Sylvester, they were there and they can attest that we still have a long way to go as a church, because we have so much potential to reach those men. Hiyo service wangeingia hapa kaa leo, wangekuwa wamejaza almost all those easy form tuko nazo hapa. So ni mambo mingi huwa tunafanya kama, na huwa sana tuna relate na wazee, juu kuna ile mambo vile wamama wana relate na Mothers Union, pia wazee wanastahili kurelate na kama. Na nimekuwa, I think kama huwa inaonekana sana kama ni ya Kikuyu service, I want us also to embrace hiyo structure ya ACK. Ati ikiwa ni Kiswahili, vile mchungaji alifanya, vile alikuja huku, amefanya kila service ikuwe independent. Pia ni vizuri kila service akiwa ni service ya Kiswahili inakuwa independent, ati inakuwa pia na departments, ya each department iko at least represented to that department. So I challenge men who akina Sylvester, akina James, I think next year let's also have a department for men kwa Kiswahili service. Tuko nyuma kidogo najua, so wacha next year if ni kuenda kukomishwa na bishop, let's be also we have representative from Kiswahili service, ndio at least tuende kwa mwendo moja, na si wote as kubarikiwa kwa kanisa yetu, tunabarikiwa pia kujenga kila department inakuwa ikijengwa. Na congratulations, naona kwa yenu imekuwa kubwa, na thank you so much. Kuna barua ilikuwa imetumwa na bishop, lakini refu sana, lakini one point is iko kwa hiyo barua ni ati we help men to deal with Generation Z, kwa sababu we need a lot of wisdom to deal now Generation Z. Na as our theme of today, Psalms 78:5 verse 5 inasema, tell your next generation. So the next generation now we have is Generation Z, that there is Lord and there is God in heaven, na huyo ndio Mungu tunamkuu. The other thing bishop anaomba ni, kuna kanisa ilibebwa iko huko Matadhia, kuna kanisa ilibebwa na maji, sasa kulikuwa na mvua kubwa. Amesema if kila mzee akiweza anaweza patiana pesa kidogo, kwa sababu they want to rebuild that house. Thank you so much for your time, na nimeshukuru. Na tarehe, asante sana Mukuria, ningesahau na hiyo. Tarehe 27 hii mwezi
tukiwa wazee wa kanisa wa ACK St. John's tumepanga kwenda kwa mchungaji. I think huwa tunaona mchungaji kwa kanisa na ametupatia ruhusa hiyo siku. Tunaweza enda kumtembelea kwake nyumbani. Na Mukuria and your team, kina Sylvester na James na wale wengine, naweza omba pia tukue na team iko represented from Kiswahili service. Tukienda huko we'll be just contributing something small. Nitaambia Mukuria ndio hiyo itakuwa inaketa for the lunch ile tutakula, na maybe something small we can give them mchungaji. So tarehe 27 tutaenda kutembelea mchungaji. It was supposed to be done this week, but vile mchungaji anakuanga shule hatungeweza kwenda kwa weekdays. So tarehe 27 mweke kwa dates zenyu, tunaweza enda. Thank you so much. Tumpigie makofi chairman wetu. Kwa wakati huu tuna Rambe Gitwamba. Is it on 14th? 14th. Next Sunday. Kwa hivyo ningewapatia dakika 3, only 3 minutes. Watu waketi kwa department zao, wajadiliane, alafu mrudi. 3 minutes. Tafadhali. Gitwamba mko? Gitwamba. Haya. Dakika 3 tu. Shaku yo magitagera no giteri muige umona ogoshiro goshokerera ebera tukata shaku shamanara otamoro tete moko igoroya umona ogoshiro goshokerera teunge menyete ora weginya muige Betavo Jehova monene warika Aria wetokore ire mati hotago Kumona ogoshiro goshokerera Kumona ogoshiro goshokerera Aya Tukata shaku shamanara Otaboro bete moko igoroya Kumona ogoshiro goshokerera Jehova Ona ihoto kero ono we mwathani Teithagia kumenya uria wiginya muingi Kumona ugoshiro goshokerera Kumona ugoshiro goshokerera Enderia tukata shaku shamanara Otamoro bete moko igoro yao Kumona ugoshiro goshokerera Edere tudata chaku magara Otaboro ketie moko igoro reo Kumona ogoshiro goshokerera Kumona ogoshiro goshokerera Edere tudata chaku magara Otaboro ketie moko igoro reo Kumona ogoshiro goshokerera We mutheru Jehova twambararia ritwa riaku twaigane wagiriire iguru ria maundu mothe ugutura wi Ngai Ngai wakwa Ngai
Kwaya tuongoze na wimbo. Wimbo namba 115. Tusimame sisi zote. Lo, ajabu kupata uzima katika damu Nikupe nini e Mungu cha kukupendeza? Uwezo wangu mdogo Bwana waujua, pamoja na dhiki inayonisonga, pokea zawadi yangu iduni. Nikitazama wenzangu wanakutolea zawadi nyingi na nzuri za kukupendeza, kasoro mimi tu natoa kidogo, wakati mwingine sitoi kabisa. Maisha yangu ya dhiki Bwana wayajua, unyonge na udhaifu wangu waujua. Sina kitu mimi cha kukutolea, lakini pokea nafsi yangu Bwana. Twatoa matoleo hapa Baba katika madhabahu yako, tukikushukuru kwa sababu ya ukarimu wako, na pia Baba twasema ni asanti kwa yale yote umetutendea. Twaomba ukayabariki haya matoleo, na twaomba ukaendelee kunyunyizia roho zetu baraka zako za mbinguni, katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Wakati huu ni wa kusikia mahubiri. Wakati huu ni wakati wa kusikia mahubiri.
Yende mbele injilio, Yende mbele, oh yende mbele injili ya Yesu, oh yende mbele injilio, yende mbele, ah yende mbele injili ya Yesu, Yende mbele, ndio maana tunasema 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 yende mbele, moto moto injilio, moto moto, moto moto injili ya Yesu, moto moto, yo moto moto injili ya Yesu, ndio maana tunasema yende mbele, ndio maana yende mbele, ndio maana yende mbele, ndio ya injili ya Yesu, oh ya okoa injili ya okoa injili ya Yesu, ndio maana tunasema yende mbele, ndio maana tunasema yende mbele, ndio maana tunasema yende mbele, ndio maana tunasema yende mbele. Mwenyezi Mungu Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa kila jambo na kwa kila kitu. Asante Mungu kwa nafasi hii umetupa tena Baba tuweze kusikia neno lako takatifu. Tunaomba Baba tukutukuse Bwana, na neno lako likapate nafasi katika mioyo yetu, kaseme na kila mmoja wetu. Nami nikisimama hapa mbele ya watumishi wako, naomba unipe neema yako na kibali chako. Naomba ukanitumie kama chombo chako takatifu, katika jina takatifu kuu la Bwana wetu Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Naomba tuketi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa majina naitwa James Kimario. Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nampenda Bwana Yesu kwa kuniokoa na kunipa tumaini la uzima wa milele. Na nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kila kitu. Nashukuru mchungaji kwa kunipa nafasi hii ya kusimama mahali hapa tuweze kusikia neno la Mungu kwa pamoja. Nasema asante sana mchungaji, na nyinyi pia asanteni sana kwa kukuja kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Neno letu kama tulivyosemewa na ndugu Danson katika kitabu kile cha Zaburi 78, akatusomea vizuri kutoka verse 5 mpaka verse 7. Psalms 78 verse 5 to 7. Bwana Yesu asifiwe. Neno hili nimeliweka kichwa ama habari ya maneno matatu, ambayo neno la kwanza ni habari. Bwana Yesu asifiwe. Habari. Mwambie mwenzako habari. Habari njema. Bwana Yesu asifiwe. Ambao ni habari ambazo neno linatuambia tukiambie kisasi kipya. Bwana Yesu asifiwe. Kisasi kile kinachokuja. Bwana Yesu asifiwe. Kisasi kilichoko nyuma yetu. Haleluya. Kwa tuwafikishie, ukisikia alivyotusomea ama tukiangalia pale tumewekewa, utaona habari hizi ziwafikie pia wao. Habari hizi ambazo ni njema. Bwana Yesu asifiwe. Ambazo ni matendo matatu ya kwamba tuwafikishie habari za kuweka matumaini yao kwa Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Neno la kwanza, waweze kumtumainia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tuweze kuweka matumaini yetu yote kwa Mwenyezi Mungu. Haleluya. Kwa sababu siku hizi wengine wetu tumepoteza tumaini. Watu tumekuwa hopeless. Bwana Yesu asifiwe. Hatuna tumaini. Haleluya. Wacheni tumtumainie Mungu. Wacheni tumtumainie Mwenyezi Mungu kwa mambo yetu yote. Bwana Yesu asifiwe. Wacha mahitaji yetu yote. Yale mpaka unaambianga rafiki yako, mpaka yale wengine unaekanga kwa roho.
Tunyanyamazanga nayo kwa miroho zetu. Haleluya. Sana sana sisi wanaume. Na chairman wa kama amejaribu kuguzaguza maneno. Hatuna nyamaza. Haleluya. Tunakaa nayo katika roho zetu. Mambo ya wanaume wananyamaza, hawaongee kama wamama mpaka dakika ya mwisho. Na ndio ukiona visa wengi vya watu kujinyonga, ukiangalia inasemekana idadi wengi inakuanga ni wanaume. Haleluya. Unafikiria mpaka kichwa inakaribu kupasuka. Haizi ambia hata mwenzake. Haizi kuongea amwambie mwenzake, amenyamaza tu kwa roho. Dakika ya mwisho amekuwa hana tumaini. Haleluya. Anachukua mwelekeo mwingine. Anafanya mambo mengine. Anatoka katika uwepo wa Bwana. Neno la Mungu asubuhi ya leo linatuambia tuongee na kisasi kingine. Tuongee na sisi ambao tulioko mahali hapa, matumaini yetu yote tuyaweke kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie mwenzako matumaini yako umemwekea nani? Bwana asifiwe. Matumaini yako yaweke yote kwa Bwana. Neno likaendelea kutuambia tuambie wasisahau matendo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Matendo ya Mwenyezi Mungu. Matendo makuu. Saa zingine unaweza kuwa unajiuliza matendo hayo ni gani? Tuangalie kama ya leo. Matendo yake makuu. Kukuamsha tu asubuhi. Ukiwa hivi ulivyo na unatembea, unaona, unaweza kuja hapa kanisani, unaweza fanya kila kitu. Hayo ni matendo makuu ya Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na mengine mengi makubwa ametutendea tangu atulete katika ulimwengu huu. Tusiyasahau. Bwana Yesu asifiwe. Neno lingine la tatu. Pamoja na kwamba tumekaa katika matumaini yetu yote tuyaweke kwa Mwenyezi Mungu, alafu tuyakumbuke na kuendelea kuyatafakari juu ya matendo yake makuu. Tuingie neno la tatu ambayo kwamba ameongea akasema katika ile verse 7. Kusishika amri zake. Kusishika sheria zake. Bwana Yesu asifiwe. Sikiza neno la Mungu. Linanena na kila mmoja wetu. Linatukanya. Linasema nasi. Hiyo ndio katiba yetu sisi wa Kristo, ya kutupa mwelekeo tunavyostahili kuishi katika familia yako, katika maisha yako, katika mambo yako. Na ametupa amri zake zote pale. Ametupa sheria zake zote pale ili tuweze kukaa katika Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tumtumainie yeye, naye atatufanyia mambo makubwa na makuu zaidi. Haleluya. Wacheni tusishike amri za Mungu. Wacheni tusikize neno la Mungu, kwa sababu neno la Mwenyezi Mungu ni kuu kama yeye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio kama wakati wa baba sasa ile umefikiria mambo ya msa, umekosa kabisa mpaka una ingia kwa Biblia yako. Anza kuisoma. Bwana Yesu asifiwe. Mawazo yako yamefika mwisho kabisa. Umekosa mtu wa kumwambia kabisa, umenyamaza, ingia katika neno la Mungu. Soma Biblia yako. Neno litakuongelesha. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atakuongelesha kupitia hilo neno unasoma. Haleluya. Na atakupa jibu la lile unalopitia. Bwana Yesu asifiwe. Wacheni matumaini yetu yote tuyafikishe kwa Mwenyezi Mungu. Wacheni tujue matendo yake yaliyo makuu ametutendea. Wacheni tusishike amri zake. Wacheni tuzitii neno lake. Tulipe neno la Mungu nafasi katika maisha yetu. Usimalize, mwingine anamaliza, mimi nasemanga hata sio vizuri kumaliza siku kama hujasoma neno la Mungu. Usimalize wiki bila kusoma neno la Mungu. Neno wacha liwe ni chakula chako cha kiroho kila wakati. Vile tunapata breakfast ya asubuhi, ni usimalize, unasoma neno la Mungu ndio liwe chakula cha yale ambao unapio na unawaza, yale unafikiria, yale yanakusumbua. Na tuangalie sana watoto wetu wa kiume. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wa baba, wa mama wanaangalia wasichana sana, watoto wa kike, lakini wa baba wameachalia mtoto wa kiume. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtoto anashughulika, hakuna mtu sasa anashughulika na watoto wa kiume. Tunawaacha wakiwa madogo. Hatuongei na wao. Hatuwaonyeshi njia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu mwenyewe wakati alikuwa anaenda safari zake za mwisho akijua nitawaacha hata hao wanafunzi wangu, yeye akaanza aona awaonyeshe njia. Akawaambia, njia ndio hii. Mtu haendi kwa Baba
ila kwa njia ya mimi. Bwana Yesu asifiwe. Wacheni na sisi wa baba tuongee na watoto wetu. Bwana Yesu asifiwe. Ongea naye, muonyeshe njia, muonyeshe mwelekeo, muonyeshe yale ambayo yanastahili kufanya. Wacheni tuongee nao ili wajue neno la Mungu. Wakishawekelewa mkono, watoto wengi wamemaliziwa kumewekewa mkono kanisani, wameachiliwa sasa, ni kama wamekuwa watu wasima, sasa wanaweza fanya vile wanataka. Bado. Bwana Yesu asifiwe. Bado hajafika kiwango cha kuachiliwa. Haleluya. Wanahitaji wa baba sana. Wanahitaji wale wakubwa wao sana, ili waongee na wao kwa muda, ili waweze kuwa katika hizo habari tumeongea kuhusu hapa, kuhusu habari njema wasipate kutoka kwa wazazi wetu. Haleluya. Katika jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Neno litasimama, neno litasimama, ya ulimwengu yatapita, lakini neno litasimama, neno litasimama, neno litasimama, ya ulimwengu yatapita, lakini neno litasimama. Asante sana ndugu wetu James kwa hilo neno. Tuketi tusikie matangazo. Kisha matangazo, chairman, natakana tu support kama utaongoza hiyo kipindi baada ya matangazo. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Steve Mukuria. Yesu ni Bwana na Mwokozi wangu. Tuko na wageni ambao hawajawahi shiriki kwa ibada yetu ya Kiswahili. Wako hapo. Kama uko hapo na wewe ni mgeni, hujawahi kushiriki kwa hii ibada, hebu tuinulie mkono. Bwana asifiwe sana. Tumpigie makofi. Tunapenda sana wageni na tunakukaribisha sana. Ibada yetu huanza saa 1:30 na inaishia saa 3. Kwa hivyo karibu sana katika ibada yetu ya Kiswahili. Tuko na harusi ya Bwana Kabetu. Kabetu ni mmoja wa English Service. Si mnamjua? Haya, ametutumia kadi hapa ya kutukaribisha katika harusi yake ambayo itakuweko tarehe 13, that is Saturday coming, na itakuwa kule Utawara Deliverance Church ya Utawara. Na reception itakuwa pale pale baada ya kushikanishwa, na tunaombwa kama ungetaka kushiriki katika hiyo harusi hiyo siku hiyo Saturday asubuhi, ukija pale kwa police post, kutakuwa na magari yale itakuwa ikisafirisha wale watakaoenda, na zitakuwa hapo kuanzia saa 2 na kuendelea. Harusi itakuwa kule masaa ya saa 4. Kwa hivyo tafadhali tuweze kushirikiana na huyo kijana, ni mmoja wetu. Amelelewa kwa hili kanisa na sasa imefika wakati wake wa kupata mke. Hapa tunajulishwa na our evangelist kuhusu confirmation candidates. Wale wanaulizwa wanunue Modern Service book, na ni ile kitabu kubwa, Good News Bible, hymn book na head scarf for girls, the 40th celebration scarf which is costing 350 shillings, na boys watavaa tie
na pia ina cost 350 shillings. Rehearsals last Sunday walikuwa wanakutana 30th June Kefesheko masaa ya saa 8, alafu ile imebakia itakuweko tarehe 13, that is Saturday coming, same place Kefesheko, lakini itakuwa saa 3 ya asubuhi. Malipo yote and returning of the confirmation forms ilifaa kufanywa last Saturday, lakini kama kuna mtu pengine huenda akawa hakulipa, anaweza kumuona evangelist ili waweze kuwa na mpangilio mzuri. Confirmation itakuwa tarehe 20 Julai. Kwa hivyo tunajulishwa hayo na our evangelist. Alafu hapa kuna shukrani kutoka kwa familia ya Kepao, wale waliokuwa na mazishi ya George Kamau Kefao, wanaturudishia shukrani kwa vile tulishirikiana na hiyo familia. Alafu hapa pia tuko na shukrani kutoka kwa familia ya Eliud Kinuthia, au yule shosho wa pale wa brother Kenyanjui, wanaturudishia shukrani kwa vile tulishirikiana na hiyo familia. Alafu tuko na shukrani zingine kutoka kwa Karanja Mungai, familia ya Karanja Mungai au Karuga, wale wa pale Jadhaine waliokuwa na mazishi, wanarudisha shukrani kwa vile tumeshirikiana na wao. Alafu tunajulishwa kifo hapa cha Grace Wambui, na ni mke wa James Thega Kanja wa Kefesheko. Watu wanakutana kwao nyumbani, na leo kuna kuomba na kutukuza Mungu na kushirikiana na hiyo familia masaa ya saa 9. Kwa hivyo tunaombwa tushirikiane na hiyo familia. Alafu tunajulishwa kifo cha Bishop and Dr. Joab Masinde, ni bishop wa kanisa la Glory. Tunajulishwa kifo chake. Wafula Masinde of Glory Christ Church aliaga tarehe 30, that is tarehe 30 mwaka huu June, na tunajulishwa tushirikiane na hilo kanisa. Wanakutana pale kanisani masaa ya jioni kupanga maneno ya mazishi, na kwao nyumbani pia pale kwa Roda kuanzia saa 1:30 mpaka saa 4. Tunajulishwa tushirikiane na hiyo familia ili kuwa na mpangilio wa mazishi. Ni hayo tu kwa upande wa announcement. Kuhusu kama na waomba tuweze kuleta zawadi zetu kwa hii kikapu. Kwa hivyo tafadhalini tusaidie hicho kikundi cha huwa kama inalipa kuota na mambo mengine, kama vile mliona jana vile walileta wana youth pale na kushiriki katika kuwanenea na kuwasaidia na maneno ya kuishi maisha ya siku hizi. Kwa hivyo karibuni, kile uko nacho tafadhali leta hapa ili kiweze kusaidia kikundi chetu cha kama. Asanteni kwa kunisikiliza.
Asanteni wote kwa hiyo mchango. Basi nitaomba mchungaji atupe baraka za mwisho. Last time ya kwamba kama wako na project ambao niliwapatia kutengeneza hiyo washroom iko pale, huwa inipendezi venye huwa inakaa, na ninatumaini ya kwamba tutasupport kama mwaka huu waweze ku renovate ama kutengeneza choo mzuri pale, kwa sababu ninaamini ya kwamba ni vizuri mazingira yetu ambayo tunaishi iwe mzuri. Asanti sana. Leo nilitaka ninyamaze tu hivyo kwa sababu ni kama Sunday, ndo wazee watuongoze na watuhumbirie, na najua tumebarikiwa sana. Kwa hivyo asanti sana Sylvester kwa kutuongoza, asanti Kimario kwa neno la Mungu, na pia asanti Mukuria na kila mtu ambaye ameweza kushiriki. Tusimame sisi sote. Naomba ya kwamba tuweze kukuja kama tumejitayarisha vizuri kusupport kazi ya Gituamba, kwa sababu mnaona pahali tumefika na mjengo wetu tunataka tuendelee. Na Sunday inakuja tutakuja tuwaambie prices za madirisha sasa na milango, kwa sababu tumeshafika floor ya mwisho. Sasa tunataka tuweke madirisha, tuweke milango, ndiposa tukishaweka hizo tuweze sasa kuingia ndani kufanya ile kitu inaitwa plastering, na tutawaelezea vile tutaendelea siku ya hii Sunday inakuja. Na sasa nawapeana kwa Mwenyezi Mungu Baba, na Mwenyezi Mungu awabariki na kuwalinda. Mwenyezi Mungu awaangalie kwa wema wake na kwa fadhili zake. Mwenyezi Mungu awaonyeshe wema wake na kuwapa amani. Na sasa kwake huyo ambaye kwa nguvu yake ifanyayo kazi ndani yetu aweza kufanya mambo makuu zaidi ya yale tuwezayo kuomba au kufikiria. Kwake Mungu uwe utukufu katika kanisa na katika Kristo Yesu nyakati zote milele na milele. Na baraka za Mwenyezi Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu iwe kwenu na ikae nanyi milele daima. Amina. Hivyo mbarikiwe sana. Mungu atende mema, na tuendelee kuombea taifa letu, kwa maana naamini ya kwamba taifa letu linahitaji maombi ya kila mmoja wetu. Tusikae pale tukiangalia leo kumeenda aje, leo Jenzi wamesema aje, leo Ruto wamesema aje, bila kuomba. Mungu atusaidie, tuombe. Mungu atupe amani na haki za wale wanataka haki, na Wakenya wote zipatikane, kwa sababu naamini ya kwamba Mungu atupatia serikali ndiposa ifanye kazi ya haki kwa Wakenya, na Mungu ametupatia Jenzi nao waweze kuleta changamoto ndiposa yale ambayo hayaendi vile inatakiwa kuenda itendeke. Kwa hivyo tuombe Mungu ya kwamba mapenzi yake yaweze kufanyika. Asante. Tupewe wimbo wa kutoka. Wimbo wa kutoka, wimbo namba 38, niongoze Bwana Mungu. Niongoze Bwana Mungu, ni msafiri chini, ni mnyonge, nguvu sina, nishike mkononi
niokoe mwenye nguvu, nguvu zangu na ngao, nguvu zangu na ngao. Nikikaribia kufa, sichi neno lolote, wewe kifo umeshinda, zinawe nguvu zote. Tutaimba sifa zako kwako juu milele, kwako juu milele. Tutaimba sifa zako